Ukiona ndoa haina migogoro, ina shida pia hiyo. Hiyo nayo ni shida. Yaani migogoro ni sehemu ya ndoa yenyewe. Kila ndoa huwa ina migogoro. Kwa sababu tukizungumzia migogoro ni misunderstanding kati ya nyinyi wawili. Mnaweza mkabishana kwenye lugha tu za kawaida, mnaweza mkabishana kwenye maamuzi, mnaweza mkabishana kwenye chochote kile. Yaani sometimes hata vyakula tu ndani vinaweza vikagombanisha. Wewe unataka kula hiki, mwenzako anataka kula hiki, mwisho wa siku mkuta mmepishana kauli. Kwa hiyo migogoro kwenye ndoa ipo. Yaani ukiona ndoa haina migogoro, kuna changamoto pia. Yaani mnakosaje migogoro? Ila sasa tunachokizungumzia ni jinsi gani mnavyoweza kuhandle migogoro yenu ya ndani. Ukiona ndoa mpaka inafikia hatua ya kuvunjika au kupeana talaka, tafsiri yake ni kwamba mlishindwa kuhandle migogoro mlionayo. Lakini migogoro ipo. Ila ni hekima gani ambayo inatumika kuisuluhisha migogoro yenu? Hicho ndio kitu cha msingi. Busara gani ambazo zinatumika kusuluhisha migogoro ili muendelee kwa pamoja? Hilo ndio jambo la msingi. Lakini watu wengi migogoro kwenye ndoa wanayo. Ila hekima inayotumika kusuluhisha migogoro hiyo ndio hiyo ambayo tunaizungumzia. Mnatakiwa mkae pamoja, muweke migogoro mezani, kila mmoja atoe hisia zake za moyoni, mfanye maamuzi ya pamoja, mpeane deadline ya kujirekebisha kwenye kile ambacho kimetokea. Hiyo ndio maana ya usuluhishi wa migogoro. Lakini pale watu ambapo wanashindwa kukaa pamoja na kusuluhisha migogoro, ndio hapo huwa inapelekea mpaka ndoa zinavunjika, ndoa zinakuwa ngumu. Kuja kuuliza source chakula, kuja kuuliza source maji, yani dawa ya mswaki. Kwa hiyo busara inayotumika kwenye usuluhishi wa migogoro ndio kitu pekee ambacho kitabaki kulinda ndoa yenu. Na mara nyingi kati yenu mmoja inabidi awe na hekima sana. Wote mkiwa hamna hekima, sio waelewa, kila mmoja anakuwa mjuaji, itakuwa ni ngumu kidogo kusuluhisha migogoro kwenye ndoa. Lakini mmoja akiwa ni mwenye hekima, mwelewa, anayejua jinsi ya kuhandle matukio kama haya psychological, mnadumu. Kiukweli ndoa ni nzuri sana kama ukifuata protocol na ukiishi kwenye misingi ambayo ndoa inataka. Ni nzuri mno.